Unahitaji kutiwa moyo kutoka ndani, which does not need to be seen physically, ambayo haitajiki kuonwa peupe. Praise the Lord. Amen. Somebody used to say, mtu aliweza kusema, when you lack internal motivation, internal force telling you to do something, unapokosa nguvu za ndani zinakusongesha ili ukafanye kitu, you wait until you are pushed like a wheelbarrow. Unangoja ukasukume kama wheelbarrow. You need to go beyond. Inahitajika usonge zaidi. Being pushed for doing something. Ukasukumwe ili ukafanye jambo. You need inner force that will make you to move towards what you need. Unahitaji nguvu za ndani za kukusukuma ili wewe kupata lile ambalo unahitaji. That force never comes to an end. Hizo nguvu ambazo hasifiki kikomo. You need inner force. Unahitaji nguvu za ndani. Praise the Lord. Amen. Are you still waiting for somebody to push you? Unahitaji mtu ili akakusukume. You know we have students who we have to push. Wake up. Najua tuko na wanafunzi ambao tunasukuma, amuka. Wacha kelele, soma. Tigeri yogi soma. Kimbia to class. Minyoko uchi klasi ime. Simama imba. Tene na tera. You need an inner force. Igo tede chinguru mnecho. Which even facilitate, makes you to sense what is the direction. Zile ambazo zinaweza kukusababisha ukajue mwelekeo. Which direction am I to take? Ni mwelekeo gani nahitajika kuchukua? You grab that opportunity without being pushed. Unanyakua hiyo opportunity na unasonga. Fursa. Amen. Praise the Lord. Amen. You need an inner force. Unahitaji nguvu za ndani. It does not need to be talked of or to be encouraged in order to do something. Zile ambazo hazihitajiki kuzungumziwa ama ili ukaweza kufanya kitu. External forces. Unahitaji nguvu za nje. Which persuades you to do something. Ambazo zinakupembeleza ukafanya jambo. Temporary. Hizo ni za muda mchache. And they don't have life. Na hasina maisha. External forces can talk good. Nguvu za hizo zinaweza zungumza vizuri. To just tell you do this. Zikwambie fanya hili. But it's you to act. Lakini ni wewe ukachukue hatua. When inner force, inner motivation. Unapokuwa na nguvu za ndani, nguvu za kukutia moyo. It makes you to generate unique power. Zinakusababisha ya kwamba unahitaji nguvu. To make you move. Sikufanye ili wewe ukasonge mbele. Praise the Lord. Amen. You need inner motivation. Unahitaji kutiwa moyo kutoka ndani. To be able to get the courage to begin small. Ili ukatiwe moyo ili kwanza mwanzo mdogo. So that you can have the courage to move on and finish big. Ili ukawe na nguvu ukamalize vizuri na ukamalize Zechariah 4:10. Katika kitabu cha Zakaria 4, the Bible says, Biblia inasema, do not despise these small beginnings. Usidharau mwanzo mdogo. For the Lord rejoices. Kwa maana Mungu hufurahia to see the work begin. Kuona kazi imeanzishwa. Don't wait for external encouragement. Usingoje kutiwa moyo wa nje. Begin small. Anza huo mwanzo mdogo. And the Lord rejoices. Na Mungu atafurahia. You only need to start. Chenye unahitajika ni kuanza. Begin the journey. Wewe uanze safari. Then you activate that inner motivation. Ukaweze kutia nguvu, kutiwa moyo wa ndani ili ukaendelee. You progress and you finish big. Ukaweze kuendelea na ukamalize kwa ukubwa sana. Amen. Amen. Number 6. Mali ya 6. That it makes people, that it makes men or women to fail. Nambari ya 6 ambayo inafanya wanaume na wanawake wanaweza kuanguka kifudifudi. It is those who don't work hard. Wale ambao hawafanyi kazi kwa bidii. Those who don't work. Wale ambao hawafanyi kazi smart vizuri. That is the Bible teaching. Hayo ni mafundisho ya kiBiblia. In 2 Thessalonians, Wathesalonike wa pili, if you read there, unaposoma mara pale,
Paul is talking to the Thessalonians. Paulo anawazungumzia Wathesaloniki. 2 Thessalonians 3:10. Wathesaloniki wa pili 3 mstari wa 10. He is talking about race men. Anazungumzia wanaume ambao watii bidii, These are utterly. watu ambao hawana mwelekeo. Man, if you don't work hard, Kama haufanyi you kazi kwa can bidii, never succeed. hauwezi fanikiwa. Do your best at your level. Fanya ubora wako katika kiwango chako. And then what I can say, Kile ambacho naweza sema and what you can also tell yourself, na kile ambacho unaweza jiambia we mwenyewe, be lazy kuwa mtu mlegevu and become na uwe a slave. omosomba. Be lazy Kwa mtu ambaye hauna bidii. when you are lazy doing whatever. Ukiwa mtu ambaye hutii bidii kwa kile ambacho unafanya, You are just prepare yourself to become a slave. unachofanya ili kuwa we mtumishi. Work hard Fanya bidii and become a leader. ili ukawe kiongozi. Work hard and become at the top. Fanya kazi na ukawe juu. That is what the Bible is talking about. Hiyo ndiyo Biblia So inazungumzia. Paul is saying Paulo anasema that less men, abantu aboro, because says if one does not work, should not eat. wale ambao hawafanyi kazi hawastahili kukula. He's telling them, we came to you, we did not want to become burdens. We cannot become a burden to you. Tulifanya kazi yetu vizuri ili tuziwe mzigo We kwenu. did not eat anything free of charge from you. Hatukukula kitu bure tu kutoka kwenu. Paul is clearly saying he did not eat everything. Paulo anasema waziwazi hawakukula kitu chochote bure. He did something that made him to earn whatever he ate. Yeye alifanya bidii na juhudi zozote ili kutia bidii kwa kile ambalo aliweza kukula. And therefore is saying, Kwa hiyo anasema that those less men, women, wanaume ambao ni wafifu na wanawake, they are not only unsuccessful, wao sio tu eti hawataendelea, but they are also a burden wao tena ni mzigo to those who are working hard. kwa wale ambao wanafanya bidii. This is what Paul is saying. Hii ndiyo Paulo anasema. Laziness is a burden to those, not to the person who is lazy, Uvivu ni mzigo, sio kwa mtu yule ambaye ni but mvivu, even to those who are working hard. hata kwa wale ambao wanafanya bidii. It is a burden that brings pain and those who are working and struggle. Uvivu ndio unaleta mzigo kwa wale ambao It is wanafanya bidii. also the motivation Ni njia moja ya kuwashusha moyo wale wanatia bidii kwa kazi. So in any work, whether in the church, Kazi yoyote, hata iwe kanisani, if it has been announced that you put your hand there, imetangazwa ukaweke mkono wako pale. don't become lazy and say, me zina uwezo. Usiwe mvivu ukaseme nchitimbwa You atikobwa. have, kama you are able to carry your body and walk, you have the strength to do something. Kama uko na nguvu, tembea na mwili wako, uko na kazi ya kufanya. Kama if you have some strength, Kama uko na imani, kama uko na nguvu, you are able to stand up unaweza kusimama and walk na ukatembee around. mahali, Then you say you have nothing to contribute. na unasema hauna kitu cha kufanya. You are just discouraging God. Wewe unamshusha moyo Mungu. So what I say, Kwa hivyo Paulo anasema those people who are lazy wale watu ambao ni wavivu are a burden even to those who are working hard. ni mzigo kwa wale ambao wanatia bidii. Yes, Ndiyo, you have to work hard. lazima ufanye bidii. To be successful, you need to work hard and ask God to empower you. Kufuzu Divinely. lazima ukatie bidii na ukamwambia Mungu ili akusaidie ukaendelee Working, kufanya I'm kazi. talking of being action oriented, doing something. Nimesema ya kwamba kusimama we mwenyewe na kufanya kitu, Not wishing, sio eti unataka, not wishing and wishing, sio kutaka na kutaka na kutaka, but doing something.
lakini unafanya kitu according to the strength, the ability God has given you. kulingana na zile nguvu Mungu amekutunukia, You will be successful. unaweza kuendelea. Amen. Amen. They say this, Wanasema hili, that the genius is werefu. 1% inspiration. Amen. Genius Werefu is 1%, asilimia moja, ni 1% inspirational motivation, kutiwa nguvu kwa ama. kutiwa nguvu ama kutiwa moyo, But 99% perspiration. lakini 99 asilimia 99 ni la kushusha moyo. Aspiration. Perspiration. Perspiration, unajua lazima utoke jasho. Aspiration ni kutoka Abigail. Kujikasa mpaka wako iterebiga. But the motivation is 1%. So when I'm encouraging you, when I'm giving you some encouragement and you feel you are lifted, Wakati don't stop nakutia there. moyo, It's just 1%. hiyo ni 1%. But if you want to succeed, Lakini kama unataka ufusu, a genius is not just 1%. It is 1%. But much of it requires mwerefu ni sio 1%, lakini mengi yanahitajika. needs perspiration, work, you must sweat. Lazima ukatoe chazo, ufanye kazi na ukatoe chazo. You must run up and down, Lazima ukimbie juu na chini, reconciling God's program, kufanya kazi vile mipangilio ya Mungu ilipo, engaging God and doing something. kumuingisha Mungu, kumuhusisha Mungu ili kufanya jambo. It is not only faith, Sio imani peke it is yake, not only prayer, sio maombi peke yake, it's not only singing, sio kuimba tu, but it requires work. lakini inahitaji kazi. Your body must work. Lazima mwili wako ukafanye You kazi, must use your strength. lazima utumie nguvu zako. You know there are people who are smart in mudomo, domokaya. Abantu mbaraba yasomunu otabwatikina mangana mansu. Ukimwambia sasa tuingie vitendo, Ora kora kama tenga bantu so asama kora is nowhere. era bona akobora taiyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kuwa mtu wa vitendo. Kabo muntu wa makora. Kuwa mtu wa vitendo. Kabo muntu wa makora. I can put this in the other language that genius is 1%. Naweza sema kwa lugha nyingine, uelefu ni 1%, Yaani maneno mazuri ni 1% tu. amangana maya ni 1%. But for you to succeed it requires action, 99%. Lakini kama unahitaji ukaweze kuendelea, inahitaji 99%. 99%. 99%. You need to act, you need to participate. Lazima ukajihusishe wewe mwenyewe. Don't be ready to say mimi siwezi. Usifiki Let those who are able do it. tiawi kasote wenga njetini konyara tikabali bale konyara You are bakore. abusing God. God never created a human being who is not able. Nyasaye tatongetu muntu utari konyara igonko moramoli Nyasaye. No. Yaya. You cannot excel. Paul is telling these people, don't excel in eating. Usiendelee kwa kukula tu. Excel is your kuendelea. To excel is to perform excellent above. Kuonyesha Don't zaidi. become exemplary in eating, but you are not very poor in performing other duties. Usiendelee ama usifusu kwa kukula bila kufanya chochote. Yeah, you are excelling. Umefusu. Other people, even students who excel in eating, going twice. Unamwambia extend 1 hour, anaenda kulala. Hata wanafunzi ambao wanaendelea kwa kukula, unapomwambia songeza risali moja, anaenda kulala. Praise the Lord. I come to my next point, number 7. Nakuja kwa kipengele cha nambari ya That 7, which makes you to fail. ambacho kinakufanya wewe ukaweze kuanguka. That not to be a good performer in God's divine service. Kutokuwa mtu wa kuendelea katika ibada ya kiungo ya Mungu. Sleeping too much. Kufuna? Sleeping too much. Kulala zaidi. You can sleep spiritually. Unaweza lala kiroho. You lose network, spiritual network.
ukaweze kukosa kuunganika kwa kiroho. You sleep totally and you lose spiritual network. Unalala kabisa na unakosa kuunganika katika kiroho. Men, women who sleep too much is not easy to succeed. Wanawake wanaolala zaidi hawawezi kuendelea. It is not easy to make a breakthrough. Huwezi kupata upenyo. Praise the Lord. Amen. Yeah, sleep is very necessary. Medically, they say you need to sleep at least 6 to 8 hours. Kulingana na afya inasemekana kulala ni vizuri But if you sleep too much, masali sita too much, lakini kulala sana, sleeping is a necessity. kulala ni kitu ambacho ni lazima. Overdo it. Lakini unapokifanya zaidi, Overdo it is sin. unapokifanya zaidi ni dhambi. Oversleeping is a sin. Unapolala zaidi ni dhambi. You'll sleep too much, you'll never succeed in life. Unapolala sana hawezi kuendelea katika maisha. Proverbs Methali 6:10. 10. Can you read it for us? Proverbs 6:10. Methali 6 mstari wa 10 inasema hivi: urare akeigo wegondie akeigo. Karatiga igo. Urare mono sana. Ulale sana. Urare. Sema. Pastor Timothy, read again. Urare akeigo. Pastor Mulonga, please read in English. Praise the Lord. Amen. Usipende kurara sana. Tuanche kurara mono. In fact, the Bible is warning, don't even sleep. Even when you are asleep, you must be alert. Biblia inasema ya kwamba hata kama umelala lazima tena Your ukawe makini. spiritual senses must be alert. Hisia zako za kiroho lazima ziwe zimeunganika. But if you oversleep, Lakini unapolala zaidi, you will never succeed. You will die poor. hawezi kuendelea, utakufa masikini. Sleeping too much Kulala zaidi ama is sana dangerous. ni kitu cha tahadhari. That's what the Bible is saying. Hiyo ndio Biblia inasema. Sleeping too much is very dangerous. Kulala sana ni kitu kibaya sana. That is laziness and oversleeping. Huo ni ufifu wakati unapolala zaidi. Very dangerous. Kitu cha tahadhari. What you need Kila ambacho unahitajika is quality sleep. ni kulala kidogo. Quality. Kulala ambacho ni kwa manufaa. Quality sleep. Kulala kwa manufaa. Not quantity sleep. Sio kulala ambako hakuna manufaa. If you are here and you are preferring quantity sleep, Kama we ni mchanga, makinika kwa kulala kwa dhamana. if you are in this church Kama kwa kanisa hili and you are having quantity sleep, na uko na kulala zaidi, too much, kulala kwingi, you should change and have quality sleep. ubadilike ili ukaweze kuwa na kulala ambacho ni kwa dhamana. Quality sleep can be for 5 hours. Kulala kwa dhamana ni kwa masali 5 tu. Not 12 from 7 to 7. Sio kulala kuanzia saa 1 hadi saa 1. Eh? When it is 7, you are still yawning. Wakati iko saa 1 wewe On the unapiga bed, not miayo. yawning, even snoring. In his Bado bed. unangorota. You know the richest men in the world, Unajua mtu tajiri katika dunia, they get up by latest 6, they are up. wao 25. asubuhi saa 11 ama saa 12. Alafu we believers, we say God can work things. Na sisi ambao tumeamini tunasema Mungu anaweza fanya vitu. We pray and pray. Tunaomba. Not waking up and do something. Hatuamki na kufanya jambo. Snoring when others have gone far. Unakataa wakati wengine wanasonga mbele ama wameenda mbali. The earlier bird Nyuni catches the fattest worm. Not the worm, just, I want to say, the earlier bird nyuni ya asubuhi ya mapema catches inashika the fattest. uharaka, Fattest. No. unono.
worms. Makondalia manoru. Bona nya kore uraire kama umelala kwa na borere wote kuvoka kwani wale minyoo ile imekonda. Unangorota utamuka upate. Na bado unajitanganya nimepata. Na kwengana na nyolile. Kwa nyora bidii vile. Utapata fattest. Au utapata ile nono. Utarara na utapata. It says catches the fattest worm. Inashika ile minyama minono. I'm not saying get is bad, lakini catches, you catch the fattest worm. Inamiliki ile minyama minono. The fattest worm. Inanyakua. The earlier bird. Anyuni ya asubuhi. There are opportunities. Kuna fursa that are available. Ambazo zinapatikana ama zipo. But because we are oversleeping. Lakini kwa sababu tunalala zaidi. Those opportunities bypasses us. Hizo fursa zinapotea. When we are waking up at 8. Tunapoamka saa 2. You only get the thinnest. Unapata vile vikonde. Worm and you say, tumepata. Ile minyama mikonde na unasema tuanyolile. Hii itanimalizia siku. Ekenge ngoreli. We are not in the time of manna. Manna was for a daily meal. Mana but we are past that. Lakini sisi tumezidi mana. Hatuna time ya mana. Hatuna wakati wa mana. Ati na mimi nimepata haki leo siku itaisha. Njele na anyoli. You are going the thinnest. Yani umepata vile vikonde. Mapa ama toronge. Uroji nyanya jirichia totire echiro kwa na malona jinajira isi. Zile nyanya ambazo unaenda jioni unasema hii ni rahisi. Kuwekea zile nzuri. Tali kwa kuweka na chichingia. Zile zimepondeka. Mtu badala ya kumwaga na kuambia chukua kwa shilingi 5. Zilichia sarekire umotaka tenga irasi shilingi 5. Don't humiliate yourself. God wants you to walk tall. Usijidharau, Mungu anahitaji ukatembee juu. By not oversleeping. Usiendelee kulala sana. By not oversleeping. Kwa kutolala sana. Be an early riser. Kuwa mtu wa kuamka mapema. Praise the Lord. Amen. An early riser catches the fattest worm. Mtu anayeamka mapema asubuhi ananyakua vile vinono. I will bless the earlier bird. I'm talking of an early riser catches the fattest worm. Anayeamka mapema atanyakua vile minyama minono. You know, to wake up early. Unajua kuamka mapema. Kuwa mtu ambaye wa kuamka mapema. You have to have an inner motivation that makes you I'm going out of the bed now. Lazima uwe na nguvu za ndani zinakutia moyo ili kutoka kwa comfort zone. Not necessarily your bed. Sio lazima uwe katika kitanda chako. You say I'm coming out of my comfort zone. Unasema ninatoka katika sehemu ambayo nimekaa sana. According to this word. Ninafanya kazi kulingana na neno hili. I'm going to be a servant and do what God has said. Nenda kwa mtumishi kufanya lile ambalo Mungu amesema. Remember the Syrian soldiers, the Syrian king sent his army at night. Kumbuka mfalme wa Asiria alituma jeshi lake mapema sana. 2 Kings chapter 6. Mfalme wa pili sura ya 6. Verse 14 to 17. Mstari wa 14 hadi 17. So usilale mpaka saa 1. Akitorara mpaka enseyemo. Unless maybe you are sick. Hiyo kanonya uko mgonjwa. So in that scripture, katika maandiko hayo, it is talking of early risers, which is against oversleeping. Inazungumzia wale ambao wanaamka mapema kuliko wale ambao wanalala zaidi. The servant of the man of God, mtumishi wa Mungu, rose up earlier in the morning, aliamka mapema na asubuhi, to get something ready for the man of God, ili akatekeleze jambo kwa mtumishi wa Mungu. Because of early rising, kwa sababu ya kuamka kwa mapema. And the enemy also had woken up early. Na tena adui alikuwa ameamka na yeye mapema. For the enemy to succeed in his wicked plans, he is also waking up very early. Adui na yeye kufanikiwa katika mipangilio yake mibaya lazima aamke mapema. It is unfortunate. Ni kitu ambacho ni bahati mbaya that we were wiser than the enemy. Sisi ni tuko na akili kuliko adui. We are now not waking up.
oversleeping. Na tuamke mapema, tunazidi kulala. So the Bible says the Assyrian king sent his army at night. Biblia inasema ya kwamba mfalme wa Asiri alituma jeshi lake mapema usiku. They woke up early so that they can be successful. Waliamka mapema ili wakaweze They kufanikiwa, can succeed in capturing Elisha. ili wakaweze kumkamata Elisha. But a servant of the man of God, Lakini mtumishi wa mtu wa Mungu, who is also an Elisha, na yeye ambaye wa kuamka mapema, goes out and he discovers, we are in danger. na yeye aliamka mapema na akagundua tuko Because of katika waking up hatari. earlier. Ni kwa sababu ya kuamka Because of mapema, being an Elisha. ni kwa sababu ya kuwa mtu wa kuamka When mapema. you are an Elisha, Unapokuwa mtu wa kuamka when you mapema, don't oversleep, usipokuwa unalala sana, you can turn to victory. unaweza kubadilisha kushindwa katika ushindi. Waking up early brings you victory. Unapoamka mapema unakuletea ushindi. It makes you to find out, Inakufanya ili wewe ukaweze kujua, to discover ukaweze kugundua wicked plans. mipango mipaya. It enables you to transform defeat into victory. Inaweza kukufanya ukabadilishe kushindwa katika ushindi. But oversleeping can bring you defeat. Lakini unapolala sana utaletewa kushindwa. It was still early morning. Ilikuwa ni asubuhi na mapema. The servant goes back and tells the man of God, Mtumishi wa mtu wa Mungu anaenda kumwambia, still this very early morning, na tena asubuhi hiyo mapema, is when the man of God prays for this young man. na hiyo ndiyo wakati mtumishi wa Mungu anamwombea huyu mkijana. He got a revelation. Alipata ufunuo. How great the army that was for them was greater than that which was against them. Ni jinsi gani jeshi lao lilikuwa kubwa kuliko lile la adui. Rising Kuamka mapema gives you a chance, inakupa fursa to get the revelations. kupata ufunuo. Praise the Lord. Amen. You need the revelation. Unahitaji ufunuo? Get up early. Amka mapema. Earlier than even the birds. Amka mapema kuliko nyuni. Jogoo zinapiga nduru saa 10. Chitu wananiko chikuwa kelio ichi saa 10. I don't know what time they have to know this is now 4. Sijuangi na hata mimi sijai gundua wanajuaje ni saa ni saa 10. You are wiser than a jogoo. Wewe ni mwerefu kuliko jogoo. You are more honored than a jogoo. God honors you more than a jogoo. Mungu amekuheshimu kuliko jogoo. Praise the Lord. Amen. Number 8. Nambari ya 8. Number 8. Nambari ya 8. I have more points, but if I can be able to finish the number 8, next time we'll continue. Niko na vipengele mingi, lakini Mungu akiniwezesha nitafikia nambari ya 8. What makes you to fail? Ambayo inakufanya ukaweze kuanguka. What makes you even never to succeed? Kile ambacho kinakufanya usiweze kufusu. This is making you wiser. Hii ni kukufanya wewe uwe mwerefu zaidi, to become able and to do what God has purposed that you may perform. ili wewe ukaweze kufanya lile Mungu amekuzudia wewe ukaweze kulifanya. Men who don't understand the power of giving, watu ambao hawaelewi nguvu ya kutoa, will never succeed. hawawezi kuendelea. Ni mimi nasema hapa na ni neno la Mungu. Ni chengo teba na nelingarele Nyasaye. Honestly, men who don't understand the power of giving, wale watu ambao hawaelewi nguvu ya ya kutoa, will never succeed. hawawezi endelea, Will never achieve anything. hawawezi miliki kitu chochote. And this is a universal law. Hii ni sheria ambayo ni ya kila mtu. A universal law of giving and receiving. Ni sheria ya kawaida ya kila mtu It kupeana na is a kupokea. God-given law. Ni sheria ambayo Mungu amepeana Universally, kwa watu which wote, is applicable ambayo inaweza tumiwa believers kwa waumini and non-believers, na wale ambao si waumini, worshippers of true God waabudu wa Mungu wa and kweli the worshippers of idols. na waabudu wa sanamu. God gives and it applies. Na Mungu amepeana wakaweza But kuitumia, it works much greater for those who have known God. lakini inafanya kazi zaidi kwa wale ambao wamemjua Mungu. It does greater than
those who have not known the true God. inafanya zaidi kwa wale ambao wamemjua Mungu wa kweli. And that's why richest men in the world are very liberal. They are givers. Ndio maana watu katika dunia matajiri wako na moyo wa kupeana. They give liberally, generously. Wanapeana bila kujali. That is what God says. Hiyo ndio Mungu If you anasema. don't understand the law of giving, Kama hauelewi sheria ya you kutoa, will never succeed. hawezi fuzu ama kuendelea. You give Unatoa not how much you have, but a heart. sio ni ngapi Set to uko give. nayo, ni moyo umesema We ukatoi. have read the book of Luke 6:38. Tumesoma kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa Give 38. and it will come back to you. Peana na ikaweze kurejea Good kwako measure, kwa kipimo sawa, pressed down, ambayo imewekwa shaken chini, together, imetingizwa pamoja, running over. imetiririka. You give and God brings up to the level of overflowing. Unapeana hadi Mungu analeta ambavyo You vimejaa na receive vinamwagika. overflowing. Wewe unaona kumwagika. Overflowing means your storage facilities cannot be able to accommodate all that God gives. Kumwagika ni rasilimali yako imejaa kwa sababu wewe ulitoa. Amen. Your storage Weka hazina wako, facilities, your vitu, stores are not able to accommodate that flow that God gives. vitu vyako vya kuweka vinajaa na vinakosa kwa sababu ya lile Mungu amekupea. Magara. Amen. Ebi agene chisto. Be kamuja pangi na bande baiwe. Ebigancha byao niko bigo ichora asekeri Nyasaye akoire. You will start building new vigantas, but they are full. They are overflowing. Unaanza kutafuta gara mpya lakini bado unapata zinaendelea kumwagika Because you are obeying kwa sababu wewe unatii. God's law of giving and receiving. Unatii sheria ya kutoa na kupokea. It is not how much you own. Sio ni ngapi uko navyo. Proportionately, you give what God has given you. Wewe unapeana kulingana na vile Mungu amekutunukia. Without any fear. Bila uoga wowote. Remember, fear makes you not to succeed. Kumbuka uoga unakufanya usiendelee. So when you start reasoning, wakati umeanza kuwaza, first let me see what will be here for me. Wacha kwanza nikaona lile ambalo litapaki kwa ajili yangu. If I give this, would I be able to finish this week? Nikipeana hili, ninaweza maliza juma hili kwa hii. Let me become wise a bit, retain something. You don't give what God demands. Unakuwa mwerevu, unasema wacha nikaweke hili, na unakuwa mtu muongo, unakutopeana vile Mungu amelikupea. Now there fear has overtaken you. Sasa uoga umekunyakua. And it has made you not to get to where God wants you to get. Ili umekufanya wewe usifikie mahala Mungu anataka wewe ufike. That's why we say men and women who are fearful, who fear, will never succeed. Ndio maana tulisema wanaume kwa wanawake ambao wamejawa na uoga hawawezi kuendelea. So you must give. Lazima ukatoe. You must understand the law of giving. Lazima uelewe sheria ya kutoa. In fact, giving is subtracting, taking away what you have and giving out. Unajua kutoa, unapopeana ni njia moja ya kutoa kwa kile ambacho uko nacho kuelekea nje. Kupunguza. Ni kupunguza. But according to economic standards, if you want to have more, you accumulate, you keep, you store. Lakini kulingana na sheria ya uchumi, lazima uweke zaidi. So that you accumulate, it expands. Ili ukaweze kuweka vikaweze kupanuka. But God it is taking away, subtracting, reducing. Katika sheria ya Mungu ni kupunguza, kutoa vile ambavyo uko navyo. It is just not putting yourself first, giving God first, to start releasing your flow. Sio wewe kujiweka wa kwanza, bali kumweka Mungu wa kwanza ili akaweze kukupea vikatiririke. I don't know if we are getting this. Sijui kama tunapata hii. Anytime an opportunity arises, Wakati wowote fursa inapokuja, anytime
something arises either in the church, wakati wowote hata kanisani jambo lolote linajibuka, where you are required to reduce what you have, mahala ambapo inahitajika ukapungue lile ambalo uko nalo, that is your opportunity for God to cause overflowing. hiyo ndio fursa Mungu kusababisha kutiririka kwa vitu It is vyako. not saying people to hear. Amen. It is not just saying and blessing for people to hear. Sio kwa kuweka ili watu wakaweze kusikiza. Niandika hapa hata mimi 2,000. Ndika abunenche chiri bubere. Na nje yemo. Na mimi moja. Na nje naiweka ndio na save. Na mimi You nimesikizana nimepeana. must honor that pledge. Lazima ukaweze kusika pledge ilikuwa lile. You honor that vow and you do it. Lazima ukaweze kutimia ahadi yoyote ambayo umeahidi. So I tell you, if you pledge last Sunday, is it last Sunday to the pledge? Nataka nikukumbushe Kuweka our roof. Wiki jana tuliweza kupeana Do ahadi. your best, make sure you pay. Fanya bidii ukaweze kulipa. Don't make us to start following you and persuading you. Tusiwe tunakufuatisha na kukupembeleza. It is a law of giving and receiving. Ni sheria ya kupeana na kupokea. You spoke out of your mouth. Ulisungumza kutoka kwa kinywa chako. Even if it means you sleep hungry, give that pledge. Hata ikimaanisha kulala njaa, peana hiyo ahadi. Avatari uweke madeni na binadamu. Mbiyobeke amadeni asemwanya bantu. But you honor pledge you have made God. Lakini ukaweze kuthibitisha ile ahadi ambayo uliwekea Mungu. You must pay. Lazima ulipe. You vowed before God in his altar. Ulikiri mbele za Mwenyezi Mungu katika madhabahu yake. The man of God was saying yes, so and the names were taken. Vile mtumishi wa Mungu alikuwa anasema na majina yakaandikwa. Make sure you have honored. Weka umakinifu ya kwamba umeweza feel like adding something more, add. Na kama unahisi kuongeza kitu, ongezea. It will be for your benefit. Ni kwa faida yako. We say we should start immediately work. Kazi inastahili kwanza. Fading materials. Kwa kuleta materials. What was a curse? Abantu bachakimira. Because we are not ordinary people, we are unique people. If you fail to understand unapokosa kuelewa the power of giving, nguvu ya kupeana ama ya kutoa, you miss. Unakosa. Let's read the book of 2 Corinthians together. Wacha tusome kitabu cha Wakorintho. 2 Corinthians 8. Wakorintho wa pili. If everybody can open there. Kama kila mtu anaweza fungua pale. 2 Corinthians 8. Wakorintho wa pili 10. Not 10, 8. Chapter 8. Wakorintho wa pili 8. You read verse 2 and verse 7. Mstari wa pili na mstari wa 7. And we see what really giving is. Nakibalia verse 2. Nakibalia batemetwe n'emicando emingi nonya mbaringi abataka muno omogoko obo umungi ukagera bakamenta korwa okorwa kwabo isano na ibere kurinde buna more no bonge webintu byonsi okwegena na ogokwana na obongaini na omokia bonsi na obwanchani bwaino asetore buna tobanchete inwe nabo mobe nobonge bwobuya obo bwonsi. Praise the Lord. Amen. In verse 2, mstari wa pili, he's talking of the economic status of the Macedonian church. Alikuwa anazungumzia uchumi wa kanisa la Macedonia. Their economic status. Hali ya uchumi wao, they were very poor. Walikuwa maskini. Deep poverty materially. Watu walikuwa wanaenda kwa rasilimali tu. Hapana, they were very poor materially. Walikuwa masikini kwa rasilimali. Abataka bere. Walikuwa masikini wa hai. Even those who were poor can call them poor. Wale ambao walikuwa masikini na wanachita wao ni masikini. Wanawaita, amen. Hao ni masikini na wanaita wale na nyinyi ni masikini zaidi. Ande barabuna bataka na ande baro kabali bana ngarabuna bataka mono. The poor can call you poor. Mahala masikini tena yeye anakuita wewe ni masikini. So this church of Macedonia was in this
status. Kwa hivyo kanisa la Macedonia lilikuwa katika hali They hiyo. were in this state. Walikuwa kwa hali hiyo. Abataka bere. Masikini oehae. Bakorie mege. Walikuwa wanakula chigas. Kingebwate alternative proverb ya Kiswahili. Fat poor. That is what the Bible says. Walikuwa maskini. Biblia inasema hivyo. Anytime they were asked to give, they joyfully did it. I don't know what they were giving. Kila wakati wakiambiwa wapeane, walikuwa wanafurahia kupeana. Joyfully from heart, that inner motivation. Walikuwa wanafurahia kutoka ndani. What they had, they could give because the inner motivation not being pushed. Walikuwa wanapeana, si eti walikuwa wanasukumwa, ni kwa msukumo wa There were ndani. no nice words used to persuade and please give, God atakubariki. No, inner motivation joyfully gave. Hakuna maneno matamu yangewapembeleza wakapeana ya kwamba Mungu atawabariki, lakini walitoa. The Bible says they gave generously, liberally. Biblia inasema ya kwamba walitoa kwa moyo. Sasa wewe fikiria vile tuko smart hivi hapa ndani. Ndio limo natoa inspector gao smart. Jaribu to get the picture of the Macedonian church, how they were poor, walking barefooted. Jenga taswira ndani ya fikra zako vile kanisa la Macedonia walikuwa maskini katika kanisa lao. Walking barefooted. Wakitembea bila viatu. Ngorega utabega tibikoroto. Nani yako hapa hajafaa viatu? Ndani ya hii kanisa. Nani? Niambie. Mtebi. Yote ya mugore. Kama hauna nikununulie saa hii. Unaona matajiri. Roja ya bantaba tenengo. Matajiri. So we cannot be compared with that Macedonian. Kwa hivyo hatawezi fananishwa na kanisa la Macedonia. They were happy, joyfully gave what they had. Wao walikuwa wanafurahi na kusherehekea kwa kutoa lile ambalo walikuwa nalo. Until they gave out their poverty. They were rich in poverty. They gave to the point of giving out poverty. Wao walipeana, walikuwa wanaongoza katika umasikini, lakini walitoa mpaka umasikini wao. And then God gave back riches. Na Mungu akawapea utajiri, akawarejeshea. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 7 says, mstari wa 7 unasema, but as you abound in everything, vile mmesungukwa kwa vitu vyote, as you abound in everything, vile mmefungwa kwa vitu vyote, is emphasizing something here. Anatilia mkazo jambo fulani hapa. Why you need to understand the power of giving. Mahala unaweza kuelewa nguvu za kutoa. He says, as you abound in everything. Vile mmesungukwa na kila kitu. Paul started counting those everything. Paulo anaanza kuhesabu kile vitu vyote. As you abound in faith. Vile mmesungukwa kwa imani. As you abound, you excel in faith. Vile mmesungukwa kwa kunawili kwa imani. Sio kuzungukwa, kunawili. Kunawili, ama kusidi. As you abound in faith. Vile mnazidi katika imani. It is good. Ni vizuri. Mimi na muamini Mungu. Njeni mwege ni tomana. Atanishindia majaribu. You say you have great faith. Unasema uko na imani kuu. That is what Paul is saying. Faith is good, but it's not enough. Paulo anasema imani ni nzuri lakini peke yake haitoshi. As you abound in speech. Vile mnavyoendelea katika mazungumzo. Orators, powerful speakers. Mko na usemi mzuri. Ulio mzuri, ulio wachapu. Unazungumza mpaka watu wanapiga makofi. Ugo kwana wiyamba ka abantu bakachinkobi. No bekera ndio bolimo ime baroche neke. Hata ukiweko udanganyifu ndani wanaona ukweli. Uko na fluent. Unaongea vizuri. Orator. Korandi boli. Unahubiri. Ejiteraisa. Hiyo haitoshi. Is talking about that. Then he says, as you abound in knowledge. Vile mnaendelea katika maarifa. Smart in every knowledge you understand. Mko na maarifa ya kuelewa vizuri. In all diligence. Katika ujuzi wote. And in your love. Katika upendo wenu. For this. Kwa hii. See that you abound in this grace. Mkaweze kuendelea katika neema hii. This grace is grace of giving. Na hii neema ni neema ya kutoa. He says this grace of giving also. Na hii neema ya kutoa tena. He's emphasizing. Yeye anatilia mkazo. That don't forget. Ya kwamba usisahau. The virtue of giving. Fursa ya kutoa. Because he had seen how the Macedonian church had done. Alikuwa ameona vile kanisa la Macedonia lilifanya kazi. Prospered, you have continued in faith, in love, in diligence,
in speech, don't forget to be givers. Vile mumeendelea kwa mambo ya kuongea, kuzungumza vizuri, maarifa kwa vitu vyote, msisahau kutoa. This is a Macedonian church model. Hii ni kanisa ya Macedonia They ya gave, kisasa. but they Walipeana. were in great trial, Wao walikuwa katika kujaribu in kwa juu, afflictions, katika hali ngumu zote, na abundance of poverty, utele wa umasikini, but they were joyful in giving. lakini wao walifurahia na kusherekea kwa They kutoa. were people poverty, but they rejoiced giving. Walikuwa na utajiri na umasikini wa And hai, he's lakini telling walipeana. them, don't forget, be givers liberally, generously give. Msisahau kupeana kwa kutoa kwa moyo. I don't know how, when you are rich in poverty, Sijui ukiwa tajiri kwa umasikini and then God turns you around and you become rich, na Mungu akubadilisha na ukawe tajiri, what makes that possible? hiyo ni nini kinawezekana? Hiyo It is giving. kiwezekane It is giving. ni kwa kutoa. Simple formula. Ni formula tu, ni kutoa. Not only money, give what you give, even your heart. Sio pesa peke yake, hata peana moyo wako. That they were very rich in poverty, Wao walikuwa but they utajiri wa joyfully masikini, gave, lakini wakatoa kwa moyo, liberally, generously. kwa moyo. So in that heart of giving, Katika huyo moyo wa kupeana ama wa kutoa, that heart of giving, they gave out their poverty. wao walipeana umasikini I wao. want you to get this revelation. Nataka upate ufunuo huu. As you are giving, Vile unavyotoa, you are giving out that poverty, that scarcity. unapeana kukosa ama umasikini huo. You are giving out poverty, Unapeana that is umasikini, scarcity. kukosa. As you give, Vile unavyopeana, you are throwing away poverty. unarusha umasikini You will nje. never talk of scarcity when you give. Huwezi kuzungumza kukosa tena wakati unapeana. They gave what they had, Walipeana kile ambacho walikuwa nacho, and God replaced their poverty with the riches. na Mungu akabadilisha umasikini wao Simple, kwa because He has utajiri. said, as you give, you will receive. Sio vile tunavyosema eti unavyopeana ndivyo It is utakavyopokea. not what you have. Sio kwa kile ambacho uko nacho. Si hata wahenga walisema kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. That the giving is the heart. Kupeana ni moyo. Don't say it is riches. Mungu anasema ni utajiri. Don't say kutoa ni moyo, Yagotangwo kuruno moyo. usambe ni utajiri. Usambe no butinengo. To tebanga no botenengo, To teba no butinengo. okorwa no moyo. Kutoa ni moyo. Okorwa You no give. moyo. These people gave. Hao watu The walitoa. Macedonian church gave. Kanisa la Macedonia walitoa. Praise the Lord. Amen. Don't ever say Wacha usiseme sisi hatuna. into ndo watu. Nikiona ngoteba ndali. Niona jenga tena niseme nini ni To kali. ngoteba no ni litaboli elimu. Hata si useme brick moja. Litaboli elimu shilingi 10 wana. Brick moja ni shilingi 10. Bone kero ko shilingi 10 ngora kwa sekera na ndio alikuwa bwana. Unapotoa hiyo shilingi 10 nani atakuchekea hiyo ilikuwa. The Macedonian church model. Huo ndio moyo wa kanisa la Macedonia. Don't just when you say Wakati unaposema walipakuwa hata tikawarwe. wale ambao wako na wacha, hii ni nyumba we ya Mungu. don't have the haves and they don't have. Hatuna kanisani, hatuna wale ambao wako nayo na wala hawana. We don't have that. Hatuna hilo. We belong to the same kingdom. Sisi wote ni wa ufalme mmoja, But you have something you can give lakini uko na kitu cha to kupeana. show that heart of joyful giving. Unapanda kwa huo moyo wa kutoa. Hata ukitoa one window pane, Na urwe dirisha yemu you have given. ayekuarure Kwani giving ni nini? Ni kutoa. okoru ningi no korwa. It is not the size of what you have given Tari ase ekerengo kiria yokorwa, that defines you are giving. lakini gekoro kiria yokorwa. It is not the size of your big giving. Tari korengana ne size iri yokorwa. It is what you give. Inkeria yokorwa. So stop saying, if I give big, that is when I've given. Tiago tanga karona arure kenene ile lina arure. Ugora tata jindi muja shilingi 10 tonywera mache galia. Hata ukinunua ndimu ya shilingi 10 tunywe machi pale. Umegive, you have obeyed God. Si hapo umepeana umetii Mungu. He shall replace Itabadilishwa like he did in the Macedonian church. vile alifanyia kanisa la Your Macedonia. lack and scarcity with plenty and abundance. Katika kukosa kwako utapewa vingi. Amen. Amen. How many are going to be givers? Mbarenga wachuka babantu bakorwa. Bali mugire tinse inu no mutegete mutigare. Wala ambao mweka mikono chini Inua matako mkono mpaka juu. mokioko boko iguru. Mzee wangu anasikia.
Mogako minto ni gwete. Inua mkono juu, I will be a giver. Debanga I'll be a giver. Praise the Lord. Amen. May God bless you. Tiganya saba May sisi. God replace your scarcity with the abundance. Wacha Mungu abadilishe kukosa May kwako God na replace utele. your lack with plenty. Wacha Mungu akabadilisha kukosa kwako Because na you have utele. understood the power of giving. Kwa sababu umeelewa nguvu za kupeana ama And you will kutoa. never remain the same as you start giving out. Na huwezi kusalia vile ulivyo unapoanza And in kupeana your nje. heart, promise God, I'm not going to fail to honor that pledge. Ambia Mungu ya kwamba sitaenda kukosa ile ahadi. Amen. Amen. Let's pray. Wacha tuombe. We thank you, Jesus. Tunakushukuru Kristo. We bless you, King of Kings. Tunakubariki mfalme wa falme. We lift up our Tumeinua eyes unto you. mioyo yetu na macho yetu kwako. We say you are our God. Tunasema wewe ni Wewe Mungu ni wetu. Bwana. Wewe ni Bwana. Ainaye Nyasaye. Shall we all stand up Wacha tusimame wote juu and we sing this? na tuimbe hili. Wewe ni Bwana. Uh, Wewe ni ni Bwana. Asante Yesu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Asante Yesu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Asante Yesu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jire, Mungu Wa Israeli. Hakuna Mungu Kama wewe. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu kama wewe. 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 Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu we thank you. tunakushukuru. We even declare there is no another God like you. Tunakiri hakuna Mungu mwingine kama You wewe. are Jehovah Jireh who provides. Wewe ni us. Jehova Jaire ambaye anapeana kwa Jehovah ajili yetu. Rava, our healer. Mungu anayetupenda na anayetuponya. You are Jehovah Nisi, the banner of our victory. Wewe ni Mungu ambaye When unayetupeana we ushindi lift up wetu. your name as Jehovah Nisi, victory becomes our portion. Tunapoweka hitaji letu kwako, ushindi unakuwa ni sehemu yetu. We thank you, Lord, and we bless you. Tunakushukuru na tunakubariki. Even as we rejoice giving Vile to you, Lord, this vile- time. vile tunavyofurahia na kusherehekea kupeana kwa wakati huu. Bless your children. Bariki watoto wako In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. 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 Hand clap Amen. to God. Amen.
Amen. Amen. Piga makofi mazuri kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Naamini kwamba umebarikiwa jinsi ambavyo umelisikiza neno na umelipokea. Sehemu yetu ya kipindi cha kwanza inaelekea kuisha, na tunashukuru Mungu kwa wasikilizaji wetu na watazamaji kwenye mitandao ya Facebook na YouTube na mtandao ama kwenye redio yetu ya Sayare. Naamini kwamba kuna wale ambao wamekuwa wakisikiza mahubiri na wametuma maombi zao, wanahitaji kuombewa kwa jambo moja ama lingine. Nataka tuombe pamoja nao, na tukishamaliza kuomba na wao tutakuwa tunatoa sadaka zetu. Neno la Mungu limetufundisha kwamba siri moja ya kutofanikiwa ni kwa sababu hatutambui siri ya kumtolea Mungu. Kwa hivyo siku ya leo tumeelewa hilo. Tunapoenda kumtolea Mungu, Mungu akakutana na mahitaji yetu. Wacha tuombe kwa mahitaji ya wale ambao wametuma SMS na ujumbe wao kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuamini kwa maombi. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, uhimidiwe, upewe sifa. Wewe ni Jehova, uko mwema tena mwaminifu juu ya maisha yetu. Umbali huu umetufikisha, tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu. Umetushindia yale mambo mengi ambayo hatungeshinda kama wanadamu. Umezuia mambo mengi katika maisha yetu ambayo hatungeweza kuyazuia. Umetupigania vita vingi ambavyo hatungeweza kupigana kama wanadamu. Umetutetea mahali pengi ambao hatungeweza kujitetea kama wanadamu. Umetuonyesha haki wakati ambapo hatungepokea haki yoyote. Hivyo uhimidiwe, upewe sifa milele yote. Tunakushukuru kwa wasikilizaji na watazamaji wetu kwenye mitandao yetu na kwenye runinga na kwenye redio, maana Mungu wamekuwa ni wabaraka kwetu. Ninawaombea kutoka kwako Jehova kwamba unawahudumia katika njia ya kipekee. Unajua mahitaji na haja za mioyo zao, maana wewe ni Mungu unayetazama hata vilindini wa moyo wa wanadamu. Ninaomba siku ya leo ukakutane na mahitaji yao, ukakutane na haja ya mioyo zao, ukawapiganie na kuwatetea wale ambao wanapitia katika dhiki na mateso. Wewe ni Mungu unayeleta pumziko, ukawapumzishe katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao Bwana wamefinyiliwa na magonjwa, wameteseka na maradhi katika miili zao. Ninawatangazia neno la uponyaji, ukaguze miili zao kuanzia kwenye utosi wa kichwa chao kufika kwenye nyayo za miguu zao. Jehova, wanapokea uponyaji. Neno lako liko hai, lina uwezo wa kupenyeza katika mifupa, katika nyama, katika damu na katika mishipa. Wacha neno hilo likawahudumie, likawatie nguvu, likawaponye kwa utukufu wa jina lako. Kuna wale ambao wanatafuta ajira, njia za kazi zimeweza kufungwa, wameteseka kwa muda mrefu, maisha yao yamekuwa ni ya kuhangaika. Ninawatangazia milango iliyo wazi, maana neno lako linasema unafungua mlango na hakuna atakayeweza kuufunga. Wacha waone mlango ulio wazi, wakapitie ndani yake, wakapokee baraka, wakaseme hakika wewe ni Jehova. Kuna wale ambao ndoa zao zimeweza kutingizwa, ndoa zao zimeweza kukuwa na matatizo. Ninatangaza amani yako inayozidi ufahamu wa wanadamu. Unasimamisha ndoa za watoto wako, unawainua. Wewe ni Jehova, unapigana vita zao, maana wewe ni Bwana. Kuna wengine hali ya uchumi imekuwa ni mbaya, hata wajui wakule nini, wavae nini, hawana pa kuishi, hawana pa kukaa. Jehova, wewe utawatetea. Ulimulisha Elisha kupitia kwa kunguru, utawalisha Jehova. Ulishusha mana kutoka mbinguni, unajua jinsi utakavyowahudumia. Jina lako lipewe sifa na jina lako litukuzwe. Mbele yako tumesikia neno lako linasema kwamba tujifunze siri ya kukutolea, na tumepeana mioyo yetu kwanza ikawe dhabihu mbele zako. Na tunapokutolea sadaka na fungu la 10 na zaka na matoleo mengine, wacha vipate manukato mbele zako Jehova. Uhimidiwe Bwana na upewe sifa, maana hakuna kama wewe. Tunaomba kwa sababu ya kanisa hili na makanisa yote yanayojenga mwili wa Yesu Kristo, yanapopitia misukosuko, yanapopitia Bwana kuteswa, yanapopitia kukataliwa, Baba unasimamisha makanisa yako, unayatetea na kuyapigania. Asante kwa watumishi wanaohudumu kwa sababu ya kazi yako, ukawatetee Jehova na kuwapigania,
tukawasimamishe, wewe ni Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Jina lako limidiwe na libarikiwe milele yote, katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Na mtu wa Mungu aseme amen. Sema amen kubwa zaidi. Amen. Kwa utukufu wa Bwana. Tunataka tumheshimu Mungu kwa matoleo yetu, kwa zaka na fungu la 10 na matoleo mengine yote, mazao ya shamba, mazao ya mifugo yetu, chochote ambacho Bwana ametubariki nacho, wacha tukamtolee kwa utukufu wa jina lake. Unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili